maisha ya kijana ambaye anaishi na inawezekana akatoka katika familia ambayo alikuta wazazi hawajawa na uwezo wa kuandaa kwa ajili yake. Yeye ndiye aliye na jukumu la kuandaa kwa ajili ya wazazi wake na kwa ajili ya watoto wake na kwa ajili yake pia. Huyu mtu kwa asilimia kubwa, kwenye utafiti mdogo ambao nimeufanya, ni mtu ambaye ana wasiwasi sana kujaribu vitu vya muda mrefu, yaani uwekezaji wa muda mrefu, kusoma kitu cha muda mrefu sana, aidha kuna skills fulani ambayo inahitaji muda mrefu ili atoke. Hivyo vitu anaviogopa sana kwa sababu anahisi vitaendelea kumfanya abaki alipo. Ila ukiangalia watu ambao Mungu aliwabariki wazazi wakafanikiwa kupata maisha mazuri ambayo yaliwafanya waandalie au watoto vizuri, katika hiki kipindi ambacho wanaendelea kukua, vijana ambao wametokea katika maisha ambayo kidogo yana wedi wamekuwa wakionekana kujaribu sana vitu ambavyo ni vya muda mrefu kuliko vijana ambao wametoka katika familia zenye uwezo mdogo. Hii changamoto kubwa kwenye utafiti wangu, niligundua kwamba wengi waliotoka katika familia zenye uwezo mkubwa wanakuwa wepesi kwa sababu wanajua pale nitakaposhindwa nitapata support. Ila vijana ambao wametokea katika familia zenye uwezo mdogo wanaogopa kujaribu vitu vya muda mrefu kwa sababu vina riski kubwa. Wakati fulani anaona kwamba bana, nikifanya hapa kinaweza kikachukua hela yangu yote au kikachukua muda wangu mwingi, alafu nikajikuta ninashindwa kupata support kutoka sehemu yoyote na nikaishia kuishi maisha haya. Ila natamani kukumbusha tu jambo moja, kwamba ili uweze kupata matokeo endelevu lazima usiishie kujiwaza wewe. Unatakiwa uanze kuwaza kuanzia watoto na wajukuu, kwamba mimi ninajiandaa sasa hivi watoto wangu na wajukuu zangu. Maana hapo tunaongelea kwa mtu yeyote ambaye analenga kutimiza makusudi au kusudi ambalo Mungu alimuumba alitimize, ana deal na generational growth. Sasa kama ana deal na generational growth, lazima ajue kwamba ni utajiri ambao anautengeneza au ukuaji wa kiuchumi, kimaarifa anaoutengeneza kutoka kwake uende kwa watoto wake, usiishie kwa watoto, uweze kutoka kwa watoto uende kwa vizazi vingine vinavyokuja. Kwa hiyo mimi nilitamani ni washauri vijana wenzangu ambao mnaendelea kupambana, na wengine inawezekana mko katika aso tayari, na wengine wanaona matunda, wengine bado kwenye hali ya kukata tamaa. Wote tuna uwezo wa kufanya vizuri, ila niwarudishe nyuma, tukumbuke kuna vyanzo vingi vya mapato ambavyo vinaweza vikatusaidia tukaishi maisha mazuri katika miaka ijayo bila kutuhitaji sisi kuwepo. Tuanze kuwaza vyanzo ambavyo vinahitaji uvumilivu wa muda mrefu, maana vyanzo ambavyo vinahitaji uvumilivu wa muda mrefu mara nyingi huwa vina matokeo makubwa zaidi, japo yanahitaji muda wa uvumilivu. Tuanze kuwekeza kwenye hisa, tuanze kuwekeza kwenye real estate, tuanze kuwekeza kwenye maeneo mbalimbali. Unaweza ukawa umepata kiasi kidogo, hata shilingi 20,000, nenda kajaribu kununua hisa za kampuni fulani ambayo unaweza ukaona baada ya kufanya utafiti mdogo ukagundua kwamba ina hali fulani ya kuwa na flexibility na ni kampuni ambayo inawezekana inafanya vizuri, ukanunua pale hisa hata angalau 10. Una uwezo wa kutumia maeneo vizuri ambayo Mungu amekubariki. Kama umepata nafasi ya kupata aidha una kiwanja, aidha una nyumba, au una rasilimali yoyote ambayo haihamishiki, ambayo tunaweza tukaiweka kwenye group la real estate, itumie kutengeneza generational growth. Usitake tu ufanye kitu ambacho matokeo yake utayaona kesho. Wakati fulani unatakiwa ufanye kitu ambacho matokeo yake utayaona baada ya miaka 10 hadi 20 ijayo. Nikukumbushe tu, nilimsikiliza mtu mmoja alikuwa anasimulia kisa kimoja, akasema kuna watu wawili ambao walianza kujenga nyumba. Walipokuwa wakijenga nyumba, mtu wa kwanza akaijenga kwa majani,
yaani yale mamiti, akapanga mamiti, akaweka yale majani kwa pembeni, kwa juu akaweka nyasi. Alafu mwingine ujenzi wake akaufanya kwa kujenga kwa kutumia ile tofali na mabati. Huyu mtu aliyejenga kwa majani alimaliza kwa muda mfupi sana, na baada ya kumaliza alipata muda wa kusherekea. Aliita watu wakala pamoja na kufurahia kwa sababu wamepata nyumba. Huyu ambaye alijenga kwa mabati na kutumia ujenzi huu ambao tunautumia sasa, tofali pamoja na mabati, akaanza na msingi, alichukua muda mrefu sana, kiasi kwamba watu waliokuwa wakimtazama wakaanza kumuona kama anapoteza muda, anapoteza fedha. Ila kwa sababu ilikuwa ni kipindi cha kiangazi, thamani ya ile nyumba bado ilikuwa haionekani. Ilipofika wakati wa masika, huyu mtu alikuwa ameshamaliza kujenga nyumba yake. Nyumba ya yule aliyekuwa ameijenga katika kipindi cha kiangazi kwa manyasi, maji yalianza kuingia ndani. Ilifika wakati akashindwa kuyastahimili yale maji, kwa hiyo ikambidi kuomba nafasi ya kukaa kwa yule aliyejenga nyumba kwa tofali. Aliyejenga nyumba kwa tofali, yeye akatoa condition kwamba kwa kila mtu atakayehitaji kukaa katika nyumba yangu kwa mwezi atakuwa ananipatia shilingi 40,000. Nyumba ameijenga kwa muda mrefu sana, watu wakamcheka. Mwingine alijenga kwa manyasi kwa muda mfupi, ila hakuwaza kuhusu matokeo baada ya miaka 10 hadi 20. Hakuwaza kuhusu matokeo ya kipindi cha masika itakuwaje. Kwa hiyo lazima tu switch uchumi wetu uweze kukubali kupokea mazingira ya kila aina. Wakati ukiwa na kazi, uchumi wako uweze kusapoti. Wakati hauna uwezo wa kufanya kazi na hakuna chanzo cha kipato ambacho kinaweza kinachokuhitaji uende ukafanyie kazi unachoweza kukifanya, bado uchumi wako uweze kusapoti. Na hata watoto wako wanapokuja waone kama ni baraka na sio mzigo, kwa sababu unaweza ukaona watoto mzigo kwa sababu ya ukosefu wa fedha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Mungu atusaidie tunapokuwa tukifanya biashara, tukifanya majukumu yetu, tukiingia katika majukumu ya kikazi, aidha ni wanataaluma, tumeingia katika maeneo yetu tuliyoajiliwa, tukumbuke kuna neno moja alilisema Robert Kiyosaki, alisema mind your own business. Katika kila eneo hakikisha unazingatia sana yale ambayo yanakuhusu wewe zaidi. Na kwenye moja kati ya mambo ambayo yanakuhusu ni uwekezaji wa muda mrefu. Kama una mashamba, yatumie hayo mashamba kutengeneza uwekezaji wa muda mrefu. Kama una nini, usiwe mwepesi wa kuuzauza vitu ambavyo vinaweza vikakutengenezea thamani. Mimi nikusaidie kwa wazo moja kubwa. Kama una kitu chochote ambacho unahisi kina uwezo wa kubadilika na kukuingizia kipato, kaa chini, jifunze, pata muda wa kukielewa vizuri ni namna gani kinaweza kikabadilisha kutoka kwenye matumizi ya kawaida tu na kuwa pia na mchango wa kuingizia kipato. Anza kukitumia kutengeneza kipato. Watu wengine wana mashamba, wengine wana nyumba, wengine wana magari na vitu vingine kama hivyo. Vibadilishe kutoka kwenye mazingira ya kutumika kawaida, uvilete katika kutengenezea kipato ambacho kitakusaidia uwe na uendelevu. Ila usisahau uwekezaji kwenye hisa ni moja kati ya eneo ambalo kijana yoyote ambaye bado anaishi ni sehemu nzuri ya kufanya uwekezaji, na kupitia hiyo utajikuta unaelewa vizuri kuhusu uwekezaji, kwa sababu itakupa hamasa ya kujifunza na kuwekeza zaidi, na hatimaye utajikuta unajua maeneo mengi na unajua namna nyingi za kufanya ili uweze kupata kipato ambacho kitakusaidia kuwa na uchumi endelevu. Mungu akusaidie na nikutakie utekelezaji mwema.